miongoni mwa watu ambao nafikiri labda ninatadhamia kwamba mwaka 2020 na mwaka 2030 wanaweza wakaja kuwa maraisi. Ninao listi ya watu kama 4 au 5 ambao nafikiri pengine mwaka 2030 wanaweza wakaja kuwa maraisi. Tunaye ndugu yetu Emmanuel Nchimbi kutokea chama cha CCM. Naamini kabisa mwaka 2030 kuna asilimia kadhaa ambazo anaweza akachukua fomu kwa ajili ya kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2030. Lakini pia tunaye January Makamba ambaye pia naye anaweza akachukua fomu, na tunaye ndugu yetu Mwigulu Nchemba kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini pia duru zinaonyesha kwamba mwaka 2030 Chadema na ACT Wazalendo kuna hatihati, sina uhakika sana, lakini kuna hatihati kwamba wanaweza kaungana wakamsimamisha mgombea wa urais ambaye ni mmoja, na bila shaka nafikiri atakuwa ni ndugu yetu Zuberi Kabwe, Zito Kabwe anaweza kagombea urais mwaka 2030 kupitia muunganiko wa ACT Wazalendo, lakini pia Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini katika hao wote ambao nimeweza kuwataja, nafikiri ambaye ana pointi nyingi, ambaye ana asilimia kubwa ya kuweza kuchukua urais huu ni Mwigulu Nchemba. Na ni kwa nini anaweza akachukua urais wa mwaka 2030? Ni kutokana na ambavyo kama tunaweza kukumbuka mwaka 2015 alikuwa ni miongoni mwa watu ambaye aliweka upinzani mkubwa sana kwa vigogo ambao walikuwa na ugombea urais ndani ya chama kupitia chama cha CCM. Yani ndani ya chama alikuwa ni miongoni mwa watu ambao alileta upinzani mkubwa sana. Lakini pia naamini kwamba atachukua urais kwa sababu ya ukomavu wake katika siasa. Yani Mwigulu Nchemba ni mtu ambaye amekomaa sana katika siasa, na ni mtu ambaye siku zote amekuwa akionyesha mapenzi ya dhati ya nchi yake. Lakini kama unaweza kumuona ni mtu ambaye anavyoaga hata tai ambayo ina bendera, lakini pia yuko vizuri katika kujenga hoja na kuchambua hoja na kuweza kutatua baadhi ya masuala. Kwa hiyo haya ni maoni yangu kwamba kuna asilimia nyingi sana Mwigulu Nchemba akaweza kuwa rais mwaka 2030 kutokana na ukomavu wake katika siasa ya nchi hii.